Mika Heart of the Lion, in short naitwa Heart, mtetezi wa wanyonge. Unajua hata kama mtu akisha kufa, amekufa, na yale maovu ambaye umetendea watu huwa yanakurudia. Kama ulikuwa unafanya matendo ya kuua watu wengine, na ndio kwa maana anasema ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga, ukiua kwa bunduki utakufa kwa bunduki. Na mimi nataka ni kashifu mauaji ambaye mimi sita support ati mtu mwenye anaua. Ukiwa unaua na wewe ukuje uwawe, hakuna ati vile watu wataanza kukupraise. Kwa hiyo mimi kitu mimi nasema hivi, hii mauaji ambaye tunakuja tunapata yani ile kitu, unajua sometimes watu wanakosa kuelewa, ndio utafanya kitu sahihi wa kusifu, wa kufurahie, upate sifa nyingi, lakini hapo mbele haujui nini itatendeka. Na ndio mimi nataka niwaambie nyinyi wanasiasa, mostly viongozi ambaye mko mnauaua, mkao mkijua hii mauaji ambaye mnatekeleza kuua itakuja kuwapata hata nyinyi. Maana hakuna mwanadamu ataishi kama chuma ama ataishi kama mawe ama mlima. Hata mlima saa zingine wewe unapasuliwa katikati. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie nyinyi viongozi ambaye mnanunua watu waue watu wengine, mkae mkijua chenye umepanda ndicho utakuja kuvuna. Kwa saa hii utaona uko sawa, umeua mwenzako, utaona uko sawa. Wewe utaona tu uko sawa kabisa. Umeua Mkenya pale, uko sawa. Wewe utafurahia, utajua sasa umepata ile amani. Let me tell you, hakuna amani umepata hapo. Hiyo ni ya muda. It's just for the time being. Yako ikikuja inakuja ile ya uchungu zaidi. Mimi mtu mwenye ni muuaji, mimi siwezi simama nikasifu muuaji. As long as umehusika na mauaji ya Mkenya, mauaji ya kiongozi, mauaji ya mtu hata ametoka taifa la nje, mimi siwezi kusifu katika mauaji. Maana wewe unayeua, unaua na nia gani? Ama unaua kwa kutaka nini? Kama unaua mwanasiasa mwenzako, ati ndio sasa ukuje ukue shupavu, hiyo hakuna kitu hapo. Ndio utakaa hapo, tumeona watu wengi wenye walikuwa strong, wenye walikuwa hata walikuwa tisho, watu kama kina Biwot, tumewaona, today wako wapi? Wako kwa mchanga, tumeona yani wenye walikuwa watu wabaya zaidi hapa Kenya na nchi zingine. Kwa mimi kitu mimi nasema hivi, hata huyu Ong'ondo Were kama yeye alifanya kuua wengine, hata yeye sasa ndio yeye ameuawa. Na mimi nataka hii ikuwe funzo kwa wewe mtu uko hapo nje. Ikuwe funzo. Unapochukua kisu unadunga mwenzako, unapochukua bunduki unaua mwenzako, unachomea mwenzako mpaka kwa nyumba. Hata hivi majuzi nimeona mtu amechomea mpaka watoto kwa nyumba. Wacha nikuambie, utatoroka ndio, tujakataa, lakini wacha nikuambie kifo kitakupata pale pale. Mauaji ni jambo la uchungu sana, na hata Mungu afurahishi na kitu kama hiyo. Kwa hivyo wewe kiongozi ambaye unaua mwenzako kwa sababu ya siasa ama kwa sababu ya uongozi, hiyo unafanya kitu kingine ni bure tu. Hiyo ni bure, ni ubatili. Hiyo hakuna kitu unasaidia hapo hivyo. Kila muuaji ataenda kwa hii mchanga. Wewe ua leo, lakini kesho utauawa. Leo utaua, utanunua maguns waue watu. Utanunua maguns wavamie matanga. Utanunua maguns wavamie makanisa. Utanunua maguns wavamie hata mtaa ama taifa la Kenya. Lakini wacha nikuambie, na wewe yako itakupata, na hao maguns wako hawatakuwa karibu. Hao wenye unatumia hawatakuwa karibu. Hata huyu kiongozi ambaye sasa ameaga, kama alikuwa anatumia vijana, sasa wakati akiwao alikuwa karibu. Chenye unafanya ndio utafanya, lakini nao unakwanga umetegwa. Kwa hivyo ile kitu mimi nataka niseme hivi, hii mambo na mauaji hii, tumeona watu wamekufa wengi sana, na bado watu wanakufa. Wewe ambaye unaua, hata wewe ambaye unaua, Daudi akasema kwa Biblia,
Unaua kwa upanga, utakufa kwa upanga. Upanga uende kawa ni bunduki, upanga uende kawa ni mkuki, upanga uende kawa ni mawe, uende kawa ni kuchomewa hata ndani ya nyumba. Hiyo ni upanga, ndio alikuwa anamaanisha hivyo. Kwa hivyo wakati unaua, mimi nakuambia hata wewe kijana hapo nje ambao unachukua kisu unadunga hata mtu kwa barabara, unachukua bunduki unaua mtu, kila muuaji ataenda kwa hii mchanga. Na hakuna kitu, hakuna ati hapo, hakuna ati sijui excuses. As long as umekuwa ukiua raia, umekuwa ukiua mwenzako, haijalishi uko uongozini, haijalishi uko mamlakani, haijalishi wewe ni mwanasiasa, haijalishi wewe ni mwanabiashara, haijalishi wewe ni mtu fulani, mbali wakati unachukua hatua ya kuua mwenzako, kaa ukijua pia wewe pua lako limeangalia chini na utakufa. Utakufa. Mimi nataka niambie watu huku nje, watu ambao wamezoea kuua watu. Tumeona mauaji yamekuwa mengi sana katika taifa letu la Kenya. Tukianzia hata enzi ya hayati Kenyatta, tumeona watu wamekufa. Kina JM Kariuki wameuawa kwa sababu msimamo ya kutetea mwananchi. Tumeona kina Robert Ouko wanauawa. Si ati Robert Ouko alikuwa amekosea mtu, ati kwa sababu Robert Ouko amesimama na akaongea na akaonekana yeye ndio kiongozi anastahili, akauawa. Tumeona yani viongozi wengi, angalia mtu kama Saitoti na naibu wake, ati kwa sababu tu Saitoti amesema atatoa siri fulani, ameuawa. Yani hii nchi yetu na Afrika hawataki mtu wa ukweli, wanataka mtu muongo. Ukishakuwa muongo utakuwa rafiki kwa watu, lakini ukikuwa mtu wa ukweli utakuwa adui kwa watu. Kama hiyo ndio njia, basi wacha nikuwe mkweli na nikuwe adui kwako. Lakini ukweli utasimama. Muuaji ataenda hapa kwa mchanga. Mwanadamu ambaye ameumbwa na viganja vya Mungu ataenda kwa mchanga. Ulitoka kwa mchanga, utarudi kwa mchanga. Hata Biblia inasema hivyo. Kwa hivyo wewe leo ua, furahia. Ua, choma watoto wa watu kwa manyumba. Ua. Wewe endelea kuua. Unanunuliwa, unapatiwa pesa, unapatiwa mpaka bunduki. Mnazunguka mpaka mnatumia pikipiki siku hizi zenye Kibaki alilete. Muanze kuua viongozi, muanze kuua Wakenya. Uweni. Lakini wacha niwaambie, wakati unaua, kaa chini jiulize, ni kizazi chako ndo unakitengeneza mwana kuja ukiharibia. Asante, itakuwa tu ni wewe pia kuuawa. Na mimi wacha niwaambie, kila kiongozi, as long as umekuwa mamlakani, ijalishi umekuwa bilionea, umekuwa mwenye una own mali zinakaa aje, hii mchanga haitambui utajiri wako, haitambui ushupavu wako, haitambui ati wewe ni nini. Kama ni kwenda kwa mchanga utaenda tu. Kwa hivyo ile kitu tuache kudanganyana hapa hivi, ati mtu ameua anaanza kusifiwa. No. Hiyo kitu hatuwezi kubali. Kama uliua na wewe umeuawa, yako imeisha hivyo. Ulipanda maovu na umekufa kwa hayo maovu. Ulipanda kuua wenzako, nawe sasa pia umevuna kuuliwa. Hiyo ndio kitu yenye iko, na tuambiane ukweli. Tuache kufichana. Hii mambo na mauaji imezidi katika taifa la Kenya sana. Imezidi. Tumeona wauaji, wengine wametoka mpaka nchi wauaji. Mimi nasema mbona hao wauaji wasiwekwe peupe, wajulikane? Tumeonanga mpaka unapata mpaka hata wengine unapata wameuawa huko mpaka kwa vichaka. Mtu amechukuliwa ameenda ameuawa kwa kichaka. Angalia kina Jacob Juma tu kwa msimamo wake ashauawa. Msando kwa msimamo tu wa kusema hii raundi kura haitaibiwa, kumbe anatoka tu hivi amengojewa, ameuawa. Jamani, angalia Mugabe ambaye alikuwa amesimama hapa, alikuwa amesimama MP na akashinda. Anatoka kwa parliament tu hivi anauawa. Na mnakuja kusema ati sisi sasa tuanze kusifu wauaji. No. Kama uko unaua, na wewe pia utakufa.
Hiyo ni kitu yenye iko. Uwe kwa uchawi, uwe kwa uganga, uwe kwa ajali, uwe kwa bunduki, uwe kwa moto, uwe kwa mikuki, uwe kwa njia yote. Pia wewe kama ukijua mapua yameangalia chini, na wewe hiyo ni ishara ya kuonyesha pia wewe utaenda hapo. Hakuna mwenye ataishi mawe. Hakuna. Tumeona wengi wenye walikuwa wanaua, sasa hivi wako wapi? Wako kwa mchanga. Wako kwa mchanga. Mchanga ni waogopi. Mchanga inawaambia kuja. Kwa sababu si ulikuwa unaua. Kwa hivyo hii mambo na mauaji ni kitu mbaya sana. Na mimi nataka nikataze kila mtu. Hata hapa chini, hata vijana hapa chini. Hii mambo ati sijui unachukua sheria kwa mkono kwenda kuua mwenzako. Tunasema hivi. Sheria ni msumeno na inakata kote kuwili. Na haitambui uko na jina kubwa, haitambui uko na jina ndogo. Haitambui wewe ni milionea, haitambui wewe ni bilionea. Yatakapokupata hao wenye wanakusifu, hao wenye wamekusurround, hao wenye unawalipa hawatakuwa. Angalia kama huyu mwenye amekufa. Wote wenye walikuwa wanamsupport wako wapi? Si amejipata peke yake. Kwa sababu gani? Maovu yenye alikuwa anafanya. Wacha niwaambie. Tafadhali mambo na mauaji yani tafadhali nawaonya wa Kenya na Afrika, tafadhali mambo na mauaji muachane nayo. Kama umeshindwa kubali. Lakini mambo unaenda unanunua bunduki, unaanza kupatia watu, unanunua mapanga, unaenda kupatia watu, uanze kwenda kuua wengine, wavamie wengine kwa manyumba, wale ambao hawana hatia unaenda kuwavamia. Mama unapata ako pale kwa nyumba, maybe amezaa, hata mtoto ndo ananyonyesha, unapata tu anapigwa marisasi, anadungwa visu. Na hiyo wanasema ati uchunguzi utaendelea kufanyika. Uchunguzi gani? Na tumeona mpaka wauaji mpaka leo hii wako, tunawaona wako wanatembea kwa sababu wako na mamilioni. Na hii Kenya wanasema money is the power. As long as you have money you have power. Power for useless. Power ya kuua uende uhongane kwa majaji. Hawa majaji wa Kenya hawa, as long as tu umeenda umewahonga, unatembea, unaendesha maprado, unaendesha ma-V8, unatembea kwa sababu wewe uko na power ya pesa. Umeshajua nitaua na niende nihongane. Bwana, acha niwaambie, hii wakati sahi itakuwa unajulikana tu wewe ni muuaji, utakuwa unashikwa hata na mob na unauawia hapo hivyo. Na mimi naomba Mungu aachilie upanga wake kabisa. Na hao ambao wamekuwa wakiua wenzao kiholela, ati kwa sababu ya uongozi, ati kwa sababu ya mashamba. Tunaona mpaka mashamba wanaua watu, yanazika watu. Hii ni kitu ya uchungu na ni jambo la kuumiza na linaumiza kabisa. Unashindwa unaishi jigani. Wewe ni mzaliwa wa Kenya, lakini hauna sauti. Ukienda kukuwa mtetezi, umewekwa chini. Unatishiwa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Umechapwa risasi, umedungwa visu, umenyongwa. Hiyo ndio tunaishi. Kwa hiyo ile kitu nataka niseme hivi. Saa hii ile kitu ambayo iko hapa hivi, sheria ifuate mkondo wake. Na wauaji tunataka wawekwe wazi. Hao wanaua wenzao. Mauaji yamekuwa mengi sana. Mauaji tumeyaona na tumeyashuhudia mengi na tumeyatazama mpaka kwa maruninga zetu. Unasikia tu dakika kidogo huyu amekufa, huyu ameuawa. Breaking news. Tumechoka na breaking news ya maafa. Tumechoka sasa. Sasa ni ile kitu yenye iko. Mungu aachilie upanga na sasa aanze kuwafuata ambao wanaua watu. Na Mungu ni serikali na serikali ni wananchi. Na haitakuwa hivyo. Kwa hiyo mimi nataka niseme hivi. Inaumiza moyo. Mimi nikiangalia ambaye yani kijana mdogo, ndugu yetu mwenye alikuwa amesimama hapa Embakasi, amejitolea awe msaada kwa wana Embakasi, akakuja akapigwa risasi kisa tu kisiasa ati ameshinda. Na hiyo mambo ikaenda hivyo na ikaisha hivyo. Mimi wacha niwakumbushe, Mugabe Were alikuwa ameleta ukombozi katika Embakasi. Na walipomuua ndio unaona Embakasi hakuna siku ishaisimama, ile damu inaendelea tu. Na ndio unapata hata wenye walikuwa wanahusika na mauaji yake ndio hao wengine wanateseka tu. Na watateseka hadi mpaka wafike kufa.
tunawajua na wanajijua. Angalia kama Ochok hapa Chokaa, jamaa anauawa tu, anapigwa risasi mpaka leo hii hatujaijua nini liua Ochok, na alikuwa anasaidia watu hapa Chokaa na akauawa tu, just hivyo tu akauawa. Hiyo story ikaisha tu hivyo. Kenya imekuwa ukishaua sasa uko free. Bwana, acha niwaambie, utakuwa free kwa mwanadamu, lakini kwa Mungu utakuwa free. Kwa Mungu utakuwa free, atakufuata na upanga wake na lazima atakunyorosha. Kwa mwanadamu mbele zangu utakuwa free. Utaona yeye umenishinda, utaona yeye umemshinda fulani. Mama mwingine hapa Ruaraka kwa sababu ya shamba yake akauawa. Matiang'i akiwa Minister of Interior akauawa. Watu wanaenda kuchukua Raila airport. Wanauawa. Kariobangi karibu watu 19 waliuawa. Kisa nini? Wanapigania haki yao. Ndugu yangu, tumesema hivi, hii mauaji ambayo mnaua watoto wa watu, mnaua watu, mimi nitasimama nikiongea. Kama unataka kuja kuniua niue tu. Hata wewe si utaenda kwa mchanga. Mimi nilizaliwa na mwanajeshi. Na ndio kwa maana ninasema nitasimama na roho ya ujeshi. Sitaiogopa ati unakuja kunitishia iwe kwa comment hapa kwa nini. Mimi nasema wewe unataka uniue, hata wewe utaenda tu. Hakuna mwenye ataishi kama mawe ama ataishi kama chuma ama ataishi kama mlima. Hata mlima wewe inapasuka katikati. Hii mauaji tumekataa sana. Na lazima mauaji tunataka tujue ni kina nani wanahusika au wananunuliwa. Au wanatumia. Kwani hizi pikipiki zenye Kibaki alilete zimekuwa ni za kufuata watu wakiua watu. Zimekuwa tu wanakomboa watu wakifuata watu wakiua watu. Hii kitu ni mbaya sana. Kwa hiyo mimi nasema nyinyi, hata nyinyi watu ambao mnatumika na mapikipiki zenyu kwenda kuua watu, hata nyinyi mtakuja kuuawa. Mtauawa. Ukiona mtu anakutumia, jiulize kwa nini anakutumia ukaue mwenzake. When deal is good, think twice. Mzungu mwenye aleta hiyo wada kwa mjinga. When deal is good, think twice. Fikiria mara mbili. Think twice. Think twice. Nawaambia, when deal is good, think twice. Usione sasa umesucceed, uone succession ndio umeenda huko. Wanasema deal is accomplished. Is accomplished ndio. But what about you? What about you? Jiulize. Ask yourself. Hiyo kitu mimi nataka niseme hivi. Lazima kila muuaji anafaa aletwe kwa meza. Anafaa aletwe kwa mwangaza. Sisi tunasema hivi, ni uchungu na ni jambo la uchungu ndio. Tunajua kuna wale wanaomboleza. Lakini jiulize, huyu mnaomboleza yeye amehusika na nini? Kwa hivyo mimi kitu nataka niseme hivi, ni uchungu sana na ni jambo la kuumiza moyo, na ndio imenibidi nikuje niongee hili jambo, maana mimi sichukuli kama ni mzaa. Hii tunasema hata tu hao waganga wenye wanaua pia yao iko tu hapo. Iliniuma sana wakati niliona hata babangu alipouawa kwa msimamo wake. Na ndio wanda nimesimama pia mimi niongee. Kwa hiyo mimi kitu mimi nasema hivi, mauaji yenye inaendelea katika taifa la Kenya ama Afrika, ni beta hii mauaji isimamishwe. Nikiangalia kama Kongo, vijana walikuwa wanachukuliwa wanapelekwa kwa kichaka wanapigwa marisasi. Huyo ni mwanadamu mwenye anauawa, kiumbe cha Mungu. Ukiangalia Afrika, wazungu wanatugonganisha kwa njia kama hizo. Kwa hivyo ile kitu yenye iko, lazima haya mauaji yaongelewe. Na mimi nasema kama serikali muongelee haya mauaji. Na wenye wanahusika na haya mauaji tunataka tuwajue mahali wamejificha na mahali wanakaa na mahali na chenye wanafanya. Na hizi weapons wanatoa wapi? Na nani anawapatia? Hii mauaji imekuwa uchungu sana. Ni vibaya sana, inaumiza moyo. Kwa hiyo mimi nasema hivi,
Wewe muuaji, jiulize mara mbili. Ninaua huyu dada, naua huyu ndugu. Tumeona mauaji mengi sana. Hata ambako unapata wachumba wanauana tu. Na nyinyi, hata nyinyi vijana, unapata unaalika msichana kwa nyumba, kumbe nia yako ni kumuua. Mimi nasema kila muuaji hafai kusamehewa. Kila muuaji yote hafai kusamehewa. Unaua na uwawe. Uwawe. Hiyo ndio kitu yenye iko. Uwawe. Thank you.